Bwana, mambo vipi? Karibu sana kwenye Ngale Sports. Tuzungumze kidogo kuhusiana na yale ambayo yanahusiana na ligi ya mabingwa barani Afrika, na wakati huu tuwatazame Simba Sports Club. Yes, Simba, hatujakosea. Kwa nini tuwatazame Simba? Ni kweli Simba ameondoshwa kwenye hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, msimu huu ukiwa mbaya kweli kweli, lakini sio mbaya sana kama ule ambao ulikuwa wa mwaka 2019-20 kama tutakuwa tunakumbuka vizuri. Moja ya msimu mbovu kuwahi kutokea kwa Simba. Ni msimu ambao baada ya kuingia robo fainali kwa mara ya kwanza kwa kumfunga magoli 2-1 AS Vita Club katika dimba la Benjamin Mkapa, ile goli la Chama ambao alifunga goli la pili. Baada ya pale akaingia robo fainali akakutana na TP Mazembe, wakatoka bila Benjamin Mkapa, kaenda kupigwa 4-1 kule Kinshasa. Baada ya pale ule msimu ulivyomalizika, msimu ambao ulikwenda kufuata, Simba alitolewa kwa aibu na fedhea kubwa sana. Kama mtakuwa mnakumbuka, ilikuwa ni mechi kati ya Simba dhidi ya Sportive União de Songo ya Msumbiji maarufu kama Udisongo, timu ambayo ilimtambulisha Luis Jose Miquissone katika ardhi ya Tanzania, ambapo kule Msumbiji walitoka bila wakaja hapa Benjamin Mkapa ikiwa full house. Wale Udisongo wakapata goli la kuongoza kupitia free kick ambayo alipiga Luis Miquissone, alafu Simba akaja kusawazisha goli kupitia mkojo wa penalty ambao alipiga Erasto Edward Nyoni. Kwa hiyo ilikuwa 1-1, lakini Simba alitolewa kwa aggregate ya goli la ugenini. Kwa kutoka robo finali mpaka kutolewa mchezo wa hatua ya awali, sio makundi, awali, lakini msimu wa 2025-26 Simba amekuwa na wakati mbaya ama wakati mbovu katika mazingira ambayo nasema alitakiwa kufanya bora zaidi, kwa sababu msimu uliopita alicheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, alikuwa na wakati mzuri, lakini msimu huu hatua ya makundi tu, katika michezo minne ambayo amecheza mpaka sasa, namba zinamkataa yeye kwenda katika hatua ya robo fainali. Ni msimu mbaya kweli kweli. Nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele kama bado hujafanya hivyo. Sasa tuangalie, anatoka bure au anatoka tokaje na hasara zake ziko vipi? Kwanza kabisa, hasara ya kwanza ambayo Simba anaipata kwa kutolewa mapema kwenye hii michuano ya Afrika, hasara ya kwanza ni kwamba idadi ya pointi zake zitapungua. Kinachofanyika kwenye mahesabu ya CAF ni kwamba vile ulivyotolewa kwenye msimamo wa kundi ulivyo, kutokea chini unakuwa na alama moja, yani ukimaliza wa mwisho. Ukimaliza wa pili kutoka chini, yani nafasi ya 3 kwenye kundi, unakuwa na alama 2. Sasa ni kwamba alama ulizonazo 2 unazidisha mara 5 ambazo ni alama za mwaka za michuano ya CAF, ndio unapata alama zako ulizonazo. Sasa Simba ana katika mazingira ya kimahesabu anapata, akichukua alama 5 zidisha mara 1 inakuwa ile 5, ambapo akienda kwenye alama zake 33 alizonazo anafikisha alama 38. Maana yake hana wakati mzuri, maana yake hazijaongezeka kutoka msimu uliopita kuja kwa msimu huu. Maana yake anaweza akaporomoka kutoka nafasi aliyopo kwenye nafasi zile 6 za juu kuja kwenye nafasi ya chini zaidi, ama mpaka nafasi ya 9 kwenye msimamo wa vilabu bora barani Afrika ambao vinashiriki pia michuano hiyo ya Afrika, kwa maana ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Kwa hasara ya kwanza Simba kushindwa kuingia hatua robo finali ni alama zake ambazo anakusanya zinapungua, hawi na wakati mzuri. Lakini pili ni namna gani ambavyo kama ataporomoka, pressure itaongezeka zaidi kwa mpinzani wake ambaye amekuwa na wakati mzuri kwa kiasi chake, ambaye anatokea hapa nyumbani Tanzania. Hapa unaizungumzia klabu ya Yanga, ambapo Yanga kama atafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata, maana yake akizidisha alama zake atakuwa na alama nyingi zaidi, yani akizidisha nafasi ambayo anamaliza mara 5
atakuwa na alama nyingi zaidi ambayo itamfanya kuchumpa kwa nafasi nyingi sana katika msimamo ambao atafikisha alama nyingi kuingia hata katika ile 6 bora katika klabu bora barani Afrika. Kwa hiyo shida ya Simba ni kwamba anapunguza idadi ya alama alizonazo, anajiondoa katika zile nafasi bora barani Afrika kuwa katika mazingira tofauti. Hiyo ni changamoto ambayo inakutana nayo kimahesabu katika hii michuano ya Afrika. Turudi financially. Simba hajatoka bure. Simba kama anamaliza nafasi, sio kama atamaliza kwenye nafasi 2 za chini ama nafasi ya mwisho zaidi, kwa maana kwenye kundi lao, kwa sababu ana alama 1, atafikisha alama 7 ambazo kama atashinda michezo yake yote miwili, unamuona katika nafasi ambayo anamaliza kwenye hatua ya makundi. Fedha ambayo anapata ni sawa na bilioni 1 kama na mamilioni kadhaa hapo katikati. Yani dola 700,000 ambazo atazipata Simba kwenye hii michuano kwa kufika tu hatua ya makundi. Maana yake financially hakupoteza muda kwenye hii michuano ya Afrika, kwa maana ya kweli hakuwa na wakati bora kimbinu na kimatokeo, lakini amekuwa na wakati mzuri kwenye mazingira ya financially, kwamba angalau alivyoingia tu makundi kuna fedha ambayo anajivunia kuondoka nayo, haswa katika kipindi ambacho Simba wamekuwa na migogoro mingi sana ya masuala ya financial, lakini pia masuala ya kiuongozi kwa ujumla wake kwenye kikosi chao. Tafsiri yake ni kwamba kwa namna tunaweza kuiona Simba imepoteza, lakini kuna kitu ambacho pia imegain angalau tu kwa kuingia katika hatua ya makundi. Mbali na hapo, unamtazama Simba ambaye anakwenda kucheza dhidi ya Petro Atletico ya kule Angola, ambapo obvious unasema ni uzani ambao Simba alikuwa na umudu, lakini sivyo bahati Simba alipoteza hapa. Kwa hiyo kwenye aggregate anatakiwa kufanya kazi kubwa zaidi ili athibitishe kwamba yeye ni miongoni mwa timu ambazo zinaweza kufanya bora zaidi katika hii michuano ya Afrika. Tafsiri yake ni kwamba ashinde sana, na hata akishinda hesabu zake zinakuwa ngumu sana kwenye ile eneo la tukio haki, kwa maana labda wao wakishinda na timu zingine zikishinda, labda msimamo Uganda, ili labda tumuone akifanya vizuri. Mbali na hapo, unaangalia kikosi cha Simba kwa sasa kimekuwa na wakati mzuri chini ya kocha Steve Barker. Walau unaona kuna rhythm ambayo inatengenezwa ya kiuchezaji, ya kuanzia eneo la golikipa Mahamadou Tanja, raia wa Niger, mchezaji wa zamani wa AS Fan ambaye amekuwa na wakati bora sana. Ukimwangalia performance yake kwenye mechi ile ya kwanza dhidi ya Esperance de Tunis, lakini pia mechi ya pili dhidi ya Esperance de Tunis wamekuwa na wakati mzuri, ambapo sasa ukiangalia kwa nyota wengine ambao pia tuliwaona akicheza kwenye mechi dhidi ya Mashujaa ya ligi kuu ambapo alishinda 2-0, Anicet Ora ameonekana ni nyota ambaye anaendelea kupewa nafasi ya kufanya vizuri, lakini pia ni swala kugain ile match fitness ile awe fit zaidi. Isivyo bahati kuumia kwa Nangu, maana yake kutatoa fursa sasa ya kuingia kikosi cha kwanza Ismail Toure, hata kama pengine muda ulikuwa bado, lakini so far haikuwa mbaya sana kwenye mchezo ambao alicheza dhidi ya Esperance de Tunis. Ilikuwa kidogo imekaa vizuri, hakufanya makosa mengi, japo timu iliruhusu magoli 2 katika kipindi ambacho yeye tayari ameingia uwanjani, japo si kwa makosa yake. Kwa unaweza kusema kwamba huenda ndani ya hizo siku 2 ambazo amepata muda mwingi wa mazoezi akawa na wakati bora zaidi. Mbali na hapo, unajaribu kuangalia performance ya baadhi ya nyota wengine kama Cletus Chama, Libasege wamekuwa na wakati mzuri pia katika hilo eneo. Kwa hiyo ni moja ya mchezo ambao kikosi ambacho kwa sasa kinakwenda kutimiza ratiba, lakini hakijashiriki bure, kwa maana financially kimepata kitu. Ni kikosi ambacho tulizoea kukiona kinafanya mambo makubwa kwenye hii michuano ya Afrika, lakini kama ambavyo nilikwambia pale awali kwamba hii sio anguko kubwa la Simba. Anguko kubwa litokea mwaka 2019-20 ama msimu wa 19-20 ambapo Simba alikuwa na wakati mbovu zaidi, alitolewa hatua ya mapema sana, ambapo msimu wa nyuma yake alitoka kucheza ligi robo finali. Msimu ulifuata akaja kupoteza moja kwa moja kwenye hatua za mtoano, hata makundi hakuingia. Maana yake hata hizi fedha ambazo nimekwambia hapa hakuwa amezipata kwa sababu hakuingia katika hiyo hatua ya makundi. Nadhani imesimama ama imekaa vizuri sana kimahesabu kwamba hatakwenda, lakini analinda heshima yake, lakini pia anajaribu kujikongoja na kunyanyuka tena kwa mara nyingine kwa msimu mwingine, kuanzia kwenye ligi kuu, lakini pia kwenye hii michuano ya Afrika. Kama ambavyo nilikwambia mwanzo, kama bado hujasubscribe,
na kukumbusha ndugu yangu, nenda bonyeza alama hii ya kengele ili nikiweka tu uchambuzi uwe wa kwanza kusikiliza. Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe.